Mzima na buheri wa afya kabisa. Karibu kwenye Afrika Leo. Ni kipindi mahiri kabisa ambacho kinazungumzia historia za mashujaa waliowahi kutokea hapa katika bara letu la Afrika pamoja na Tanzania kwa ujumla. Natumai mzima mtazamaji wangu, endelea kuangalia TV pendwa kabisa na bora na kipindi chako pendwa na bora kabisa cha Afrika Leo. Leo nimekuletea historia ya Bwana Patrice Lumumba. Katika kipindi hichi huaga tunakwenda kuangalia klipu ndogo kabisa ambayo tunakuwa tunaangalia au ka historia kadogo kabisa cha shujaa ambaye tunakwenda kumtazamia leo. Na shujaa kama tulivyokuambia hapo awali tunakwenda kumtazamia leo ni Patrice Emery Lumumba. Shujaa huyu twende tukaangalia historia yake alafu tutarejea. Hotuba ya kwanza aliyoitoa Patrice Lumumba tarehe 30 Juni mwaka 1960 ilimuonyesha kila mtu kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata kiongozi ambaye ataongoza mabadiliko ya kudumu yaliyokuwa yanasubiriwa kwa muda mrefu sana. Kutokana na mtazamo wa Patrice Lumumba kuegemea nchi za kikomunisti, mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani walitafuta njia rahisi ya kumwondoa Lumumba madarakani kupitia mtu wake wa karibu ambaye alikuwa ni rais wake Joseph Kasavubu, wakati huo Lumumba akiwa ni waziri mkuu. Mwezi wa 8 mwaka 1960, baadaye mwezi mmoja tu tangia Lumumba aapishwe kuwa waziri mkuu, kitengo cha ujasusi wa Marekani CIA kilianza projekti maalum iliyoitwa Project Wizard, ambayo moja ya kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha kuwa wanamtoa Lumumba madarakani. Hii ilikuwa ni baada ya kufeli majaribio kadhaa kumuua kupitia kumwekea sumu kwenye chakula au dawa yake ya meno. Stephen R. Wiseman, Washington Post ya 2002, Open the Secret Files on Lumumba's Monday. Ili kufanikisha hilo, rais wa Marekani Dwight Eisenhower aliweka mkakati maalum kupitia baraza lake la usalama kuhakikisha kuwa wanawalipa pesa nyingi viongozi wanne wa nchi ya Kongo ili kufanikisha lengo la kumwondoa Lumumba madarakani. Viongozi hao ni pamoja na Rais Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko aliyekuwa mdhamini wa jeshi, waziri wa mambo ya nje ndugu Justin Bomboko, msaidizi mkuu wa mambo ya fedha Albert Ndele, rais wa baraza la seneta Joseph Ileo na kiongozi wa chama cha wafanyakazi Sailin Adoula. Hawa wote ambao ni Wakongo wenzie, kila mmoja kwa nafasi yake walihusika katika kukatisha ndoto za mleta mabadiliko Patrice Lumumba akiwa bado kijana mdogo wa miaka 30. Kama ulivyokuwa umeangalia klipu hiyo, ni kwamba Lumumba alikuwa ni mtu ambaye anataka kuleta mabadiliko katika DRC Congo, katika nchi ya DRC Congo. Tunaelewa kwamba Kongo ipo kwenye machafuzi makubwa sana, lakini hayakuanza hapo, bali yalianza kipindi hicho cha mwaka 1960. Kipindi hicho ambacho ndicho Lumumba alikuwa anataka kuleta mabadiliko, lakini walimuua kikatili sana. Lumumba alikuwa ni mtu ambaye ni atakuja kufanya makubwa pamoja na Afrika kwa ujumla, lakini wakamuua. Kipindi hicho Lumumba akiwa ameshikiliwa, aliandika barua ambayo ilienda kwa mkewe. Kwa maneno kadhaa tu aliyosema ni kwamba alikuwa anahitaji hata wanawe nao wawe na moyo wa kizalendo kama yeye. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunamuona ni wa mfano hapa Afrika. Tumeona Afrika kwamba wanasalitiana wenyewe kwa wenyewe. Hata ukiangalia mtu yoyote ambaye atakuwa anataka kukua wewe, lazima ataanza na watu wake wa karibu. Watu wako wa karibu wale ndio atadili mule, atapita njia zile zile ili akufahamu, ajue ni namna gani ya kukuondoa. Historia hii imekuwa ni maarufu sana. Hata China baada ya Patrice Lumumba kuuawa, na wao waliandamana kwa sababu si vizuri kufanya jambo kama hili alafu mkafanya ukatili kama huo, alafu mkatuletea historia za uongo wakati wenyewe tunaelewa.
Kikubwa ni kwamba hawa viongozi ambao wanahitaji kuleta maendeleo ni viongozi ambao wanatajiwa kupewa kipaumbele na wananchi, kuwa support kinamna moja ama nyingine. Tunaona kwamba tumeshazoea viongozi wetu ni wale ambao wanatoa ahadi na hawatekelezi. Wengine wanasema tutawaletea bahari, tutawaletea magari, tutawaletea barabara, lakini mwisho wa siku wanamaliza wakati na hawajakamilisha hicho kitu. Kwa hiyo viongozi kama hawa waleta mabadiliko, wanatakiwa wapewe nafasi. Lakini tukiangalia Burkina Faso sasa hivi tuna rais ambaye tunamwona namna anavyofanya, lakini tutakuja kuongelea historia za mashujaa mbalimbali. Usisahau kusubscribe na kucomment kwa ajili ya kuendelea kipindi hichi cha Afrika Leo. Natumai tutaijenga Afrika na itakuwa ni moja kati ya bara ambalo ni pendwa kabisa. Mimi naitwa Fumbwe Ali, kama nilivyokuambia hapo awali. Usisahau kufollow na kusubscribe ili uweze kupata vitu mahiri kama hivi.